nini maana halisi ya majira mapya? Na majira mapya ni kipindi kipya ambacho Mungu anakuletea kwenye maisha. Majira mapya ni kipindi kipya, ni awamu mpya. What is the meaning of new au mpya? Mpya maana yake ni kitu ambacho hakijawahi kuwepo kabisa, ni kitu ambacho hakijawahi kuonekana. That is tafsiri ya kwanza ya neno new. Something that has never been seen. So Mungu anaposema majira mapya, anachomaanisha ni wakati, ni majira, ni kipindi ambacho hujawahi kupata experience nacho, ni kipindi kipya, ni kipindi ambacho hujawahi kuwa nacho. That is new. Lakini pia new ni kitu ambacho kimeundwa kwa upya, kimekarabatiwa kwa upya. Yani huenda unakifahamu, lakini kimetengenezwa upya, kimeundwa upya, na kimeletwa kwako kwa muundo mpya. Yani kama ni jengo limefanyiwa ukarabati. Kuna vitu ambavyo uliviona kwenye jengo vione tena. That is new. So majira mapya ni majira ambayo ni mapya kabisa, au unaweza kaita majira ambayo yametengenezwa kwa upya. Karibu kwenye msimu katika jina la Yesu. Huu ni msimu ambao utafurahia msaada wa Bwana. Huu ni msimu ambao utaenda deeper na experience yako na Mungu. Huu ni msimu ambao yale ulioteseka nayo, kuna nguvu na neema ya Bwana itakuja kukuvusha. Pokea neema siku ya leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So majira mapya ni kipindi kipya kabisa ambacho Mungu anakuletea ili uanze upya, uanze upya au urekebishe yaliyokuwa hayakwenda sawa. Majira mapya ni kipindi ambacho Mungu anakuletea ili uanze upya au urekebishe mambo ambayo hayakwenda sawa. Rekebisha ulipokosea, rekebisha mtazamo, rekebisha tabia. Ni kipindi ambacho Mungu amekupatia kwa ajili ya kupanda tena. Ulipanda ukuona matokeo, unapanda tena. Bwana Yesu asifiwe. Unainuka tena, unawekeza tena. Sikiliza, kuanguka mara moja sio mwisho wa safari. Mungu anakupatia mwanzo mpya, anakupatia majira mapya ya kuanza tena, ya kuinuka tena. Biashara ilifeli, unainuka tena. Ulifanya mtihani ukafeli, unasimama tena. Nasikiliza, kushindwa sio tendo, kushindwa ni experience. Kushindwa sio tu ile hali ya kushindwa kufanya jambo, bali ni experience. Mungu anachukulia kushindwa kama mafunzo ya kufanya vizuri zaidi. Kwamba ulishindwa awamu ya kwanza, hiyo sio awamu pekee ulionayo. You can try it again. Unaweza ukajaribu tena, unaweza ukafanya tena, unaweza ukaenda tena. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu amekupatia fursa ya kujaribu tena, ya kufanya tena, ya kuanza tena. Mtu fulani asubuhi leo, utakavyoanza tena, unaanza moja kwa moja. Nasema utaenda moja kwa moja. Mwaka wa 2026 nenda kafaulu, nenda kafanya mambo makubwa, nenda kafanya mambo mazito katika jina la Yesu Kristo. Mtu fulani sema amen. Sema tena amen kama unaamini. Na majira mapya ni kipindi ambacho Mungu anakuletea ili kuishi kwa mwelekeo wa roho, sio kwa mwelekeo wa mazoea. New season is the season of the Holy Ghost. Majira mapya ni majira ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye designer
na ndiye executor of the new season. Anapokuja kwa mtu, moja kitu ambacho anachokifanya, anampatia experience ya majira mapya. Asema tubuni mkarejee, ili zije kwenu nyakati za kuburudishwa na kufanywa imara kwa kuwa naye Bwana. Tubuni mkarejee, tubuni mkarejee, ili zije kwenu yaje kwenu majira ya kufanya upya, majira ya kuburudishwa. Roho Mtakatifu ndio injinia wa majira mapya. Mahali Roho Mtakatifu anapotembea, hapo ni mahali ambapo mambo yanakuwa mapya. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1, asema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Asema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Anasema na giza liko limejaza uwanda wa nchi. Anasema na Roho wa Bwana akatulia juu ya maji. Na nini katokea? Na Bwana akasema kuwe na nuru, na nuru ikawa. Nimegundua this time of the Holy Spirit is the time of hearing God. Nimegundua unapotembea vizuri na Roho Mtakatifu, hicho ndicho kipindi unaanza kusikia sauti ya Bwana. Hichi ndicho kipindi ambacho unaanza kupata ujasiri. Na bila Roho Mtakatifu hakuna ujasiri wa majira mapya. Unaweza ukawa na majira mapya lakini you cannot execute them. Sikiliza, inawezekana kabisa ukawa na watu wazuri na wasikunufaishe. It's very possible. Inawezekana kabisa ukawa na watu hodari na hao watu hodari wasikufanikishe. It takes the Holy Spirit. Inahitajika Roho Mtakatifu kuwin the hearts of men, kupata mioyo ya watu. Unahitaji Roho Mtakatifu. Do you know, Petro alimkana Yesu, lakini this time after the Holy Ghost has been poured upon them, baada ya Roho Mtakatifu kumwagwa juu yao, maandiko yanatuambia walipigwa fimbo, na maandiko yanatuambia kwamba walijisikia vizuri, kwamba wamestahili kuaibika kwa ajili ya Bwana. Before that, kabla ya Roho Mtakatifu, walikuwa so much careful with their titles. Walikuwa makini sana na vyeo vyao, walikuwa makini sana na taaluma zao. Lakini Roho Mtakatifu alipokuja, waliweka kando taaluma zao, walianza kuwa submissive, wakaanza kuwa watiifu kwa Bwana. Listen my friend, Roho Mtakatifu ndiye anayesababisha watu wale unaowaona waliokuwa wakutaki waanze kujitoa kwa ajili ya maisha yako. Anasema kwa kuwa ulikuwa thamani na mwenye kuheshimiwa machoni pangu, asema nimekupenda, nami nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Maana ni nini? Maana ni kwamba unapoanza kutembea na Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu akakuridhia, anaanza kufanya upya mioyo ya watu. Watu wale ambao walikuwa na kuona wa kawaida wanaanza kugeuka na kuanza kukupenda. Watu wale ambao walikukataa, wale wanaanza kukufurahia. Watu wale waliokukana, watu wale wako tayari kufa kwa ajili yako. Sikiliza my friend, the season of the Holy Spirit is the new season. Roho Mtakatifu anapoanza kutembea kwenye maisha ya Mkristo, huyo Mkristo anaanza kupata experience za maisha mapya. Ataanza kuomba, atakuwa na hamu ya neno, atakuwa na hamu ya mifungo, raha ya dhambi itaisha, ataanza kupenda kutoa. That is the new season. Nasikiliza, Roho Mtakatifu alipokuja, ndipo watu walikuwa tayari kuuza mali zao kwa ajili ya ufalme. Do you know, kuna watu wanatafuta nani nimsaidie, na kuna watu wanatafuta nani anisaidie. The connection link is the Holy Spirit. Kinachomuunganisha anayetafuta kusaidiwa na anayetafuta wa kumsaidia ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaporuhusiwa kutembea katikati ya watu, anaanza kuwaunganisha watu. Watu wanaanza kuongea lugha moja, watu wanaanza kuelewana, wasaidizi wa hatima wanapatikana. Sikiliza my friend, unachokitafuta kipo.
Unaowatafuta wapo. Sikiliza, punda aliyekuwa anatafuta Sauli walikuwepo. Ametafuta siku 3, punda walikuwepo. Lakini nini kilichokuwa kinawachengesha? Ni ulimwengu wa roho. The spiritual world ndio uliokuwa unamchengesha punda na Sauli. Ukiupata ulimwengu wa roho, kwa sababu Samueli aliyeukamata ulimwengu wa roho, alipokutana na Sauli, alichokifanya ni kuwaunganisha. Punda wale uliokwenda kuwatafuta wamekwisha patikana. Naomba nisikie mtu fanya amen anani leo tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Na kinachounganisha mtafutaji na mtafutwaji na mtafutaji ni Roho Mtakatifu. Unachokitafuta dada kipo. Mwaka huu hebu jiingize katika ulimwengu wa roho kwa kina na uone kile ambacho Mungu atakachokifanya. So majira mapya ni kipindi ambacho tunaanza kuishi kwa mwelekeo wa roho, wala sio kwa mazoea. Anasema enendeni katika roho na wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni katika roho, maana mkienenda katika mwili mwataka kufa. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayekuepusha na kamba za mauti. Roho Mtakatifu ndiye anakuepusha na majanga yanayoua vipawa. Mwaka huu 2026 pokea neema ya kutembea na Roho wa Bwana katika jina la Yesu. Now, nini maana ya kuyatumia majira mapya tafadhali? Nini maana ya kuyatumia vyema majira mapya? Na kutumia majira mapya manake ni nini? Manake moja ni kuwa na ufahamu kwamba msimu umebadilika. Kuyatumia majira mapya manake ni kuwa na msimu kwamba majira yamebadilika. Get that understanding. Majira yamebadilika. Tunapoingia kwenye ndoa kwa mfano, tunaingia kwenye majira mapya. So unahitaji kufahamu, my friend, majira yamefanyaje? Yamebadilika. You are no longer a bachelor, you are a married man. Fahamu kwamba majira yamebadilika. Kuyatumia vyema majira mapya manake ni kuwa na ufahamu kwamba majira yamebadilika. Majira yamebadilika. Nisaidie kumwambia jirani yako, majira yamebadilika. Sio tena majira ya zamani. Mwambie haya ni majira mapya. Mwambie na haya sio majira ya zamani. Mwambie jirani, haya ni majira mapya. Fahamu ya kwamba majira yamebadilika. Waefeso 5:15 mpaka 16. Kuyatumia vyema majira maana yake ni kutambua kwamba season has changed. Has changed. Majira yamebadilika. Sema basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mstari wa 16 asema mkiukomboa wakati, kwa maana zama zimebadilika. Zama hizi sio tena zama zile. Hizi ni zama za mabadiliko. Asema mkiukomboa wakati, kwa sababu zama zimebadilika. Mwambie jirani yako, zama zimebadilika. Majira yamebadilika. Haya sio majira tena kulala. Haya ni majira ya kuamka. Mwambie jirani, majira yamebadilika. Zama zimebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana maandiko yanasema mvaeni Kristo, wala msiwache mwili ukafanya unavyotaka. Why? Majira yamebadilika. Majira yamebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Majira yamebadilika. So tupo kwenye majira mengine. So kuyatumia vyema majira mapya manake ni kuwa na ufahamu na kutambua kwamba majira yamebadilika.
Bwana asifiwe. Nini maana ya kuyatumia vyema majira mapya? Namba 2, manake ni kubadilisha mienendo ili kuendana na kile ambacho Mungu anafanya sasa. Kubadilisha mienendo, changing your character to fit the character of God, changing your perspective to fit the perspective of God. Now kuyatumia vyema majira manake ni kubadilisha mwenendo wako ufanane na mwenendo wa Mungu. Badilisha unavyoona vitu vipate kufanana na vile Mungu anavyoviona. Badilisha mwenendo wako. Namba 3, kuyatumia majira mapya manake ni kutenda kwa hekima, bidii na utimilifu kwenye majira mapya. Namba 4, kuyatumia majira mapya manake pia. Namba 5, namba 4 ni kutoishi tena kama ilivyokuwa kwenye majira ya nyuma. That is maximizing your season. Kutoishi tena sawasawa na majira ya nyuma. Kutoishi tena sawasawa na majira ya nyuma. Na kuyatumia vyema majira ya zamani ni kutumia vyema tena majira mapya manake ni kutoishi tena sawasawa na majira yaliyopita. You make a decision, unafanya maamuzi kwamba sitaishi kama nilivyoishi zamani. My timetable must change. Lugha yangu lazima ibadilike, fikra zangu lazima zibadilike, navyochukulia mambo lazima ibadilike. Majira yamebadilika. Ulizoea kwamba umelala, this time is time to wake up. Maandiko yanatuambia nilipokuwa mtoto nilikuwa nafunzwa kama mtoto, but time has changed. Majira yamebadilika. Huu ni wakati sasa, haya ni majira ya kujitazama, ya kujiangalia, ya kujisimamia. Mungu anatuambia ametuleta kwenye majira mapya. Tuache kuwaza mambo ya zamani, tuache kufikiri mambo ya zamani. Isaya 43 mstari wa 18 mpaka wa 19 asema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Kwa nini? Mstari wa 19 asema, tazama kuna majira yamebadilika, na tenda jambo jipya, na sasa litachipuka. Je, kwa majira haya hamtaliona? Kwa majira haya hamtalifahamu? Anasema kwa sababu nitafanya hata njia jangwani na mito itabubujika katika nyika. Hiki ni kipindi ambacho mtu asiyotarajiwa kwamba atafika viwango fulani na fursa ya kufika ipo. Mtu ambaye akutarajiwa kwamba atapata max fulani, Mungu amefungua opportunity, amefungua mlango ulio wazi. Kwenye kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 8 asema, tazama nimekupa mlango ulio wazi, wala hakuna awezaye kuufunga. Japokuwa una nguvu kidogo, nawe umelitunza jina langu, umetunza neno langu, nakupa mlango ulio wazi. So mlango umefunguliwa. Kila mmoja anaweza kawa vile anavyotaka. Why? Mlango umefunguliwa, mlango wa fursa. Anasema nitafanya jambo jipya, nitafanya mambo mapya kwenye majira mapya. So majira mapya yanachochea mambo mapya, majira mapya yanachochea fursa mpya. So get set for new season. Jiandae kwa ajili ya majira mapya, kwa ajili ya fursa mpya. Utaziona katika jina la Yesu. Nasema utaziona katika jina la Yesu. So kwenye majira haya mapya, kusudia kuchukua hatua za makusudi kwa ajili ya kwenda mbele. Hatua za makusudi. Kile ambacho ulikuwa unakiombea, anza kukichukulia hatua. Chukua hatua za makusudi. Bwana asifiwe. Chukua hatua za makusudi za kutambua fursa. Hatua za makusudi. Time ifike, nenda mahali kajifunze, nenda mahali ukawe challenged. Time ifike, nenda mahali kaambia nitafanya kazi kwa kujitolea. Mimi ni mtaalamu wa IT, kwa sababu kazi hapo nitafanya kazi hapo kwa kujitolea. Kwa namna kujitolea. Nini unafanya? You are creating an opportunity. Unatengeneza fursa.
Chukua hatua za makusudi za kutambua fursa. Watch out for new opportunities. Watch out for new people in your life. Watch out for new ideas. Mungu anapotaka uende mbele atakupatia wazo. Watch out for that. Kuna wakati amka usiku, umekwisha maliza kuomba, kaa kimya, mwambie Mungu, natamani wazo jipya kwa habari ya biashara. Huu ni mwaka wetu wa majira mapya. Majira mapya tumeambiwa kanisani leo kwamba ni kipindi cha mambo mapya, kipindi cha viwango vipya, kipindi cha milango iliyofunguliwa. Natamani mlango uliofunguliwa nipatia wazo kwa ajili ya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So chukua hatua za makusudi, lakini pia epuka uzembe na mazoea ya zamani. Nawezaje kuyatumia majira mapya, majira haya? How do I maximize the new season? Na yatumiaje majira mapya, majira haya na yatumiaje vyema? Majira yako mapya unaweza kutumia vibaya usipoyatambua. Majira yako mapya unaweza kutumia vibaya. Maandiko yanatuambia, ole wako enji, mfalme wako akiwa mtoto na anakula asubuhi. Huyo mfalme ni mtoto, amepewa fursa akiwa mdogo kabisa. The undoing of this king is indiscipline. So anatumia majira yake vibaya. Amepata fursa ya kuwa rais wa nchi, lakini anatumia vibaya. Unaweza kupata fursa na ukatumia vibaya. Unaweza kupata nafasi ya kuwa kiongozi lakini ukatumia vibaya. Na tunaona leo watu wengi wanatumia vibaya fursa walizo nazo, wanatumia vibaya majira walio nayo. Usitumie majira mapya kuwaonea watu. Usitumie majira mapya kuwatesa watu. Usitumie majira mapya kufanya unachokitaka. Tumia majira mapya kwa ajili ya wema. Nawezaje kuyatumia vyema majira mapya? Namba moja, tafuta mwongozo wa kiungu kupitia maombi. Tafuta Mungu kukuongoza kwenye kila jambo. Usifanye vitu unavyotaka. Tafuta uongozi wa kiungu. Tafuta mwongozo wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta Mungu akuongoze. Na tupo kwenye dunia ambayo ni zina zama za uovu. Asema mkiukomboa wakati, kwa sababu zama hizi ni zama za uovu. Na zama za uovu zinamhitaji Mungu. Mungu ndiye anayejua ufanye nini, useme nini, uende wapi. Mungu ndiye anayejua, na unahitaji Mungu akuelekeze. Unahitaji Mungu akufundishe. Kwenye Zaburi ya 32 mstari wa 8, Mungu ametuahidi, anasema kwamba mimi ni Mungu nikufundishaye. Asema mimi ni Mungu nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Anasema nitakushauri jicho langu likikutazama. Mungu anasema nini? Maandiko yanatuambia hapa ya kwamba Mungu amejitoa kwa ajili ya kutuongoza, na akituongoza anatuongoza katika malisho mabichi. Anasema Bwana ndiyo mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mungu anaposema sitapungukiwa na kitu, maana yake hutapungukiwa na chochote. Utapungukiwa na unachokitaka. Why? Anakuongoza katika njia ikupasayo kuiendea. Sikiliza, maisha bila Mungu ni kupuyanga. Ni maisha kupuyanga puyanga. Maisha pamoja na Mungu ni maisha ya uhakika. Life without God is the life ya batinasibu. Ni maisha ya kubatisha. Lakini unapopata mwongozo wa kiungu, unaanza kwenda katika njia ikupasayo kuiendea. So tafuta mwongozo
wa Mungu katika maombi. Na kwenye maombi unaomba nini? Namba moja, ombea divine direction. Omba mwelekeo wa kiungu, wapi naelekea. Lakini pia omba kusikia sauti ya Mungu. Omba kusikia sauti ya Mungu. Lakini pia namba tatu, omba kutambua utambuzi wa majira. Naweza kaita roho ya kupambanua, spirit of discernment. Mwambie Roho Mtakatifu akupatie the gift of discernment, roho ya utambuzi. Tambua majira ulio nayo. Sikiliza, the undoing of many people ni kwamba they missed their season. Walikosea kwenye majira yao, walikuwa nakosea kwenye majira yao. Kuna majira ya kupata, kuna majira ya kupanda, kuna majira ya kuvuna, kuna majira ya kucheka, kuna majira ya kutocheka. The undoing of many people ni kutotambua majira gani wafanye nini. So wakati wa kuwa serious hakuna cheka cheka, na wakati wa kucheka alikuwa serious. No, fanya vitu kwa majira. Fanya vitu, maandiko yanasema kwa kila jambo kuna wakati wake na majira yake. Kuna majira ya kupanda. So omba Mungu akupatie roho ya utambuzi, roho ya kupambanua. Pambanua majira. Sio kila majira ni majira ya kukimbia. Kuna majira ya kusimama. Kuna wakati wa kukimbia na kuna wakati wa kusimama. Kuna wakati wa kuogopa na kuna wakati wa kusema niko hapa, kama kufa niko tayari. Haya. So unahitaji roho wa Mungu kuyapambanua hayo majira. Sio kila wakati wa kulala. Kuna wakati wa kulala na kuna wakati wa kuamka. Unahitaji majira kupambanua. Kuna kipindi unalala masaa 12, kuna kipindi unalala masaa 6, kuna kipindi unalala masaa 2, kuna kipindi siku 2 hujalala. Tambua majira. Kuna kipindi usipokula siku moja unalia, kuna kipindi siku 3 hujala. Kwa nini? Unamtaka Bwana na nguvu zake. Tambua hayo majira. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, nipatie roho ya kutambua majira. Nipatie roho ya kutambua majira katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza, majira yasiyotambulika yanapotea bure bure. Majira yasiyotambulika. Kipindi ambacho unapaswa kufunga afu usifunge, umepoteza hayo majira. Kuna vipindi ambavyo unaenda interview ujala, umefunga. Labda nikwambie kitu, sometimes unapokutana mtu mpya, tambua majira. Kwa nini? Kuna watu ambao unatakiwa ukutane nao na ubadilishe maisha yako. Unahitaji kutambua. Usipotambua utawafukuza watu ambao unapaswa kuwakumbatia. I tell you, bila kutambua utamtukana mtu ambaye anataka kuwa kesho. Sawa? I tell you, unahitaji kutambua, kujua huyu ni nani. Vinginevyo utaangalia leo, usiangalie kesho. Nimegundua moja ya upofu mkubwa kwenye maisha ni kutotambua kesho ya mtu. Maana kwenye maisha yangu I will respect everyone, sababu sijui kesho huyo mtu atakuwa wapi na atakuwa nani. Mungu ni fundi wa kumtengeneza mtu yoyote. Mungu ni fundi. Mtu anasema Mungu ni fundi, anaweza kumtengeneza mtu yoyote. Mtu sio mzania leo, anaweza kama mtu mkubwa sana kesho. Bwana Yesu asifiwe. So omba kuongozwa na Mungu. Kutoongozwa na Mungu ni hatari na ni majanga. Utamtukana mtu unatakiwa msalimie kwa heshima. Utamdharau mtu ambaye unatakiwa umheshimu.